A storybook. Powered by Rabunugu TV. John Pombe Magufuli alikuwa mmoja wa viongozi waliotajwa sana katika historia ya kisasa ya Tanzania. Alijulikana kwa uchapakazi, maamuzi ya haraka na mtazamo wake wa kupigania maendeleo ya nchi na ustawi wa wananchi wa kawaida. Wengi walimuita kwa jina la utani Bulldozer, wengine Tintinga Kenya, nao wakamuita Magufulification of Africa kutokana na namna alivyotekeleza majukumu yake kwa nguvu na kasi kubwa. John Pombe Magufuli alizaliwa tarehe 29 Oktoba 1959 katika kijiji cha Chato kilichopo kando ya Ziwa Victoria. Alitoka katika familia ya kawaida ya wakulima na wafugaji. Maisha ya utotoni kwake hayakuwa rahisi sana, kwani kama watoto wengi wa vijijini wakati huo, alikuwa akisaidia wazazi wake katika shughuli za kilimo na ufugaji. Mazingira haya ya maisha ya kawaida yalichangia kumjenga kuwa mtu anayejali sana wananchi wa hali ya chini ambao mara nyingi huitwa wanyonge. Katika elimu yake, Magufuli alionyesha juhudi kubwa. Alisoma shule ya msingi katika eneo la Chato, kisha akaendelea na masomo ya sekondari hadi kufikia ngazi ya juu. Baadaye, aliingia katika University of Dar es Salaam ambapo alisoma sayansi ya kemia na hisabati. Elimu yake ilimpa msingi mzuri wa kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi ya kitaalamu. Baada ya kumaliza masomo yake, Magufuli alianza kufanya kazi kama mwalimu na baadaye akaingia katika utumishi wa umma. Hatimaye alijiingiza katika siasa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Mwaka 1995 alichaguliwa kuwa mbunge wa Chato, nafasi ambayo ilimfungulia mlango wa kuingia serikalini. Katika serikali, Magufuli aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali za uwaziri. Mojawapo ya wizara aliyojulikana sana kuiongoza ni Wizara ya Ujenzi. Katika kipindi hicho, alisimamia ujenzi wa barabara nyingi na miradi ya miundombinu. Alijulikana kwa tabia ya kutembelea miradi binafsi na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi. Hapo ndipo wananchi na wafanyakazi wengi walipoanza kumuita jina la Bulldozer, wakimaanisha mtu anayesukua maendeleo kwa nguvu kama mashine ya kubomoa na kujenga. Mwaka 2015, John Pombe Magufuli alichaguliwa kuwa rais wa 5 wa Tanzania. Uongozi wake ulianza kwa kasi kubwa sana. Moja ya mambo ya kwanza aliyofanya ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima serikalini. Alisimamia nidhamu kazini kwa watumishi wa umma na mara nyingi alifanya ziara za kushtukizi kwenye ofisi za serikali ili kuona kama kazi zinafanyika. Katika kipindi cha uongozi wake, alijulikana sana kwa hatua alizochukua dhidi ya watu waliotuhumiwa kwa ufisadi na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Mara kadhaa, aliwawajibisha viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali pale alipoona kuna dalili za ubadhirifu au uzembe. Matukio haya yalijulikana kwa jina maarufu la kutumbua majipu, kauli iliyokuwa ikimaanisha kuondoa matatizo ndani ya mfumo wa serikali. Magufuli pia alijitambulisha kama mtetezi wa wanyonge. Katika hotuba zake nyingi, alisisitiza kuwa serikali inapaswa kufanya kazi kwa ajili ya wananchi wa kawaida. Alipenda kusema kuwa rasilimali za nchi lazima ziwafaidishe Watanzania wote. Kauli hii iliwapa matumaini watu wengi, hasa wale waliokuwa wakiamini kuwa serikali inapaswa kuwa karibu zaidi na wananchi. Katika maendeleo ya miundombinu, uongozi wa Magufuli ulijikita katika miradi mikubwa ya kimkakati. Moja ya miradi mikubwa iliyopata msukumo mkubwa ni reli ya kisasa ya umeme inayojulikana kama Standard Gauge Railway. Mradi huu ulilenga kuboresha usafiri wa reli nchini na kuunganisha Tanzania na nchi jirani kwa njia ya kisasa zaidi. Pia, serikali yake ilisimamia ujenzi wa daraja kubwa katika Ziwa Victoria linalojulikana kama Kigongo Busisi Bridge. Daraja hili lililenga kurahisisha usafiri kati ya mikoa ya kanda ya Ziwa na kupunguza muda wa safari uliokuwa ukitumia vifugo. Katika sekta ya anga, serikali yake ilinunua ndege mpya za kisasa kwa ajili ya shirika la ndege la taifa Air Tanzania Company Limited. Hatua hii ililenga kuimarisha usafiri wa anga na kufungua fursa za biashara na utalii.
Mbali na hayo, kulikuwa pia na miradi mingine mikubwa ya nishati na miundombinu iliyoanza au kuendelezwa wakati wa uongozi wake. Miradi hii ililenga kuifanya Tanzania iwe na msingi imara wa maendeleo ya kiuchumi kwa miaka mingi ijayo. Hata hivyo, kama ilivyo kwa viongozi wengi duniani, uongozi wake pia ulikumbana na mijadala na maoni tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Baadhi walimsifu kwa uchapakazi na uzalendo, wakati mwingine walikuwa na mitazamo tofauti kuhusu baadhi ya maamuzi yake ya kisiasa na kiutawala. Mnamo tarehe 17 Machi 2021, taifa la Tanzania lilipokea taarifa ya kusikitisha kwamba Rais John Pombe Magufuli amefariki dunia. Taarifa hiyo ilitangazwa rasmi na makamu wa rais wakati huo, Samia Suluhu Hassan. Kifo chake kilileta huzuni kubwa kwa wananchi wengi wa Tanzania na watu wengine duniani. Baada ya kifo chake, kulikuwa na mazungumzo na mitazamo mbalimbali kuhusu mazingira ya kifo chake. Hata hivyo, jambo lilikuwa zaha ni kwamba kifo chake kiliacha pengo kubwa katika siasa na uongozi wa Tanzania. Leo hii, John Pombe Magufuli anakumbukwa na watu wengi kwa namna tofauti. Kwa baadhi ya wananchi, anakumbukwa kama kiongozi aliyesisitiza nidhamu kazini na kupigania maendeleo ya miundombinu. Kwa wengine, anakumbukwa kwa kauli zake za kuhamasisha uzalendo na kujitegemea kwa taifa. Alitumbua mafisadi yasiyowezekana yakawezekana, wanyonge wakasema ulichelewa wapi, machinga bodaboda wakamuita jembe, ama kweli vizuri havidumu. Historia yake imebaki kuwa sehemu muhimu ya simulizi la maendeleo ya Tanzania katika karne ya 21. Kutoka maisha ya kawaida ya kijijini hadi kufikia kuwa rais wa nchi, safari ya maisha ya hayati John Pombe Magufuli inaonyesha hadithi ya juhudi, siasa na huduma kwa taifa. Sasa ametimiza miaka 5 tangu kuondoka kwake. Tutakukumbuka sana rais wa wanyonge, hayati John Pombe Joseph Magufuli. Mungu akulaze mahala pema peponi.